Hawayu wapenzi watazamaji, ama kweli leo ni leo, asemaye kesho ni muongo. Basi leo hii tumeweza kufika katika eneo hili ili tukaweze kuwa na mazungumzo na mmoja wetu katika eneo hili ambaye ni mlinzi wa sehemu hii. Ningependa akaweza kutueleza, je, kazi anayoifanya ni nzuri, anaipenda, na watu ambao yeye anakaa nao wanaifahamu ama hapana, na je kazi hiyo wanaipenda ama hawaipendi, na je angeweza kuwahimiza vizazi vijavyo jambo lipi kuhusiana na kazi ambayo anaifanya. Basi leo hii ningependa basi tuweze kuwa na mazungumzo naye ili akaweze kutujulisha moja kwa moja. Karibu kwenye show yetu ya Mr. Church. Hujambo sana? Jambo. Karibu sana kwenye show yetu ili tukaweze kuwa na mazungumzo ya moja kwa moja. Kwanza kabisa ningependa ukaweze kutueleza kwa majina yako, unaitwa nani? Mimi kwa majina naitwa Dante, ama niite Mr. Dante 100. Hiyo ndio majina yangu kamili. Majina kamili, majina mazuri. Basi nimeona wewe umekaa katika eneo hili. Mbona umekaa hapa? Mi kitu ya kwanza, mi ni mlinzi. Wewe ni mlinzi? Mi ni mlinda lango katika eneo hili. Tuseme wewe ni bawabu katika lugha nyingine ya Watanzania ndio waweze kuelewa vizuri. Yes. Basi mbona uliamua kufanya kazi hii? Mimi hii kazi haikuwa matarajio yangu. Naam. Lakini niliyakubali. Unasema kwamba hii kazi hayakuwa matarajio yako, yalikuwa matarajio ya nani? Sasa kwa hapo hivyo nitaeleza kidogo. Naam. Kwa sababu mimi kwangu nilikuwa nimetarajia nikuwe mwanajeshi. Okay. Lakini kwa sababu ya mambo na hapa na pale na ikakuwa si kuwa na ile option nyingine. Naam. Na nilipokataa kuenda huko katika kuwa mwanajeshi, sasa nikaamua pia kazi ni kazi. Okay. Na nikaamua hii kuwe kazi. Hapo ni vizuri. Sasa umesema kwamba wewe kufanya kazi hii hayakuwa matarajio yako, yalikuwa matarajio ya nani? Haya, siwezi sema yalikuwa matarajio ya mtu. Lakini haya mimi hayakuwa matarajio yangu kwa sababu unapoona ni vile niko hapa hivi. Naam. Matarajio yangu ilikuwa nikuwe mwanajeshi. Lakini sasa vile hii kuwa matarajio yangu kuwa mwanajeshi, nikaamua sasa nikuje nichukue tu nifanye hii kazi, nikuwe kama mlinda lango. Okay, hapo iko sawa. Sasa wewe tuseme umeamua kufanya kazi ambayo sio matarajio yako, ni matarajio wenyewe. Basi ningependa ukaweza kutueleza je, kazi hii ni nzuri kwako ama si nzuri kwako? Mimi kwangu binafsi nilijikubali. Na kwa sasa hivi kazi ni kazi na sisemi si mbaya. Okay. Kwangu kwa sababu naona vitu mingi inanisaidia, ninatimiza vitu mingi. Sasa kitu ambacho kinakusaidia unatimiza kazi yako ingine ya nyumbani, hauwezi sema ni mbaya. Ni mzuri, ni nzuri. Okay. Na hebu nikuulize, najua kwamba hayakuwa matarajio yako wewe kufanya kazi hii. Kwa hivyo ningependa kuuliza, kazi hii inalipa ama hailipi? Kazi kulipa inalipa. Lakini mavuno yake ni kidogo. Si vile unaweza tarajia sana, ama ukue sasa useme hii ndio itakuwa sasa tekemeo lako. Hapa hivi ni tunakuanga na samu ya mchana na usiku. Ya mchana na usiku. Sasa napofanya hivi nina shughuli zingine za kufanya na sitekemee hapa peke yake. Okay. Ndio maana nasema inanisaidia na sieki hapa matarajio yangu yote. Okay. Yes. Na hebu ningependa kuuliza wewe bwana Dante 100. Mbali na kupata na kazi yako ile ambayo ulitarajia, ni nini huwa kinakumotivate uendelee kufanya hii kazi yako? Motivation ni venye nikiangalia katika karo ya watoto shuleni. Imenisaidia, nimeweza kulipa. Kule
ninaishi kwa landi na nimetimiza kulipa rent na hata kule nyumbani watoto wanapokuwa wagonjwa na washughulikia. Na pia imenisaidia njia mbalimbali kwa sababu hata hii kazi imenifanya bibi yangu pia at least anafanya hizi, nimefungulia hii biashara ndogo ndogo kama kuuza matunda na sasa hapo hivyo ndio nasema at least hii kazi si mbaya. Ati bibi yako anauza matunda, hii biashara ndogo ndogo pamoja na avocado, maembe, matunda. Yes. Hiyo ni sawa. Basi ningependa kuuliza tena ni challenges zipi ambazo wewe face ukiwa katika job yako? Challenges ni mingi. Challenge ya kwanza unaweza pata watu kama sisi hatuna ile silaha ya kumiliki silaha kama bunduki, bastola, tunatumia fimbo. Na sasa unapata tunapoatakiwa, tunaposhughulikia hiyo kazi na tunashindwa kama wameataka mtu wetu, tunashindwa vile tunamtetea. Napata wewe umebeba silaha ndogo na mtu amebeba silaha hatari, silaha kama bunduki, unashindwa vile utajaribu kusaidia ama kumdefense mwenzako. Sasa unashindwa, unapata anaweza pata majeraha na hata saa zingine anaweza uawa. Yes. Sasa hebu nikuulize wewe, ukiwa na hii fimbo yako alafu kisha kuna ule mtu amekuja na bastola kukuvamia. Unaweza tuonyesha style gani ambayo unaweza tumia kujidefend ukiwa na hii fimbo yako? Tuonyeshe tu kwa maonyesho vile mtu kwa attack na bastola utajidefend aje. Kitu ya kwanza kama amefika karibu sana na hajatoa ile bastola, unaweza jaribu kujidefend. Unaweza kumjaribu kumtishia, alafu anapotoa ukiona anajishika hivi na unajaribu unatoroka, kwa sababu wewe ndio uko na fimbo, unakimbia mbio, alafu ndio unaona sasa unajaribu kutoka karibu penye yako, lakini hakuna vile wewe unaweza pikana na yeye na uko na bastola na uko na fimbo. Tuseme tu hiyo ndio njia muhimu pekee ambayo unaweza jidefend nayo. Hiyo ndio njia muhimu pekee yake, kwa sababu sisi tulipoanza nilikuambia hii ilikuwa kama last option. Kwa sababu tuko between life and death. Kwa sababu unaweza tetea, unalinda vitu ambazo mtu milioni ya pesa na mtu anakuja na bastola na uko na fimbo. So unaona hiyo ni disadvantage kubwa. Kweli kabisa. Yes. Umesema kwamba ati kuna inakuweka in between the living and the dead. Yes. Sasa wewe uko upande gani? Mimi niko tu hapo katikati. Kwa sababu nikisema, kwa sababu hata we imagine wewe uko na fimbo na mtu anakuja na bastola. Kitu ambayo iko na uwezo ya kuua mtu. Kitu ambayo iko na uwezo na ni ndogo. Unaona hapo hivyo ni hatari. Kweli kabisa. Yes. Kweli kabisa. Hiyo ni hatari kabisa. Alafu challenge ya pili, unaweza pata kama msimu ya mvua. Mvua inaweza kuwa nyingi. Sasa unaona baridi inakuwa nyingi. Sasa unajua kulinda biashara ya mtu lazima utalinda hapo, kama ni usiku ni yote. Na unaweza pata mvua imenyesha kwa wingi. Sasa unavumilia hiyo baridi na lakini unajaribu ya kwamba umelinda ile umiliki wa mtu. Alafu challenge ya tatu, na kabla hujaingia kwa challenge ya tatu, hebu nikuulize. Sasa umesema kwamba kuna bad weather conditions, like mvua inaweza nyesha. Sasa huwa mnajidefend aje na hiyo mvua? Hii mvua mimi sijaona hapa kama kuna kivuli ama mahali ambako unaweza jikinga. Tunakuwa na wanatununia hii majaketi inaitwa raincoat. Hizo ndio tunajaribu kujifunika. Na hizi makofia tu, hizi Marvin, hizo ndio tunatumia kujifunika. Lakini hatuna option nyingine. Na unajaribu, kwa sababu unajua kazi ya wenyewe ni ya wenyewe. Na mwajiri pia anataka aone kazi vile ilifanyika. Sasa hebu nikuulize. Umesema kwamba huwa mnanunuliwa raincoat. Yes. So tuseme hiyo raincoat iko na vitu kama
nini aerostat ambayo inaweza shika ile lightning ama unamaanisha nini? Hapana, hii ni nguo tu lakini ina uwezo ya kuzuia mvua isikufikie katika mwili. Ndio maana wanaita raincoat. Na what about kama kuna ile lightning, wewe mna defend aje? Ile lightning ni venye tu inazuiwa, bora usivae nguo ambayo inakuwa more attracted nayo na haiwezi kukuza. Nguo kama gani? Hizi ni nguo kama nguo zenye, kuna nguo zingine wanaunda lakini ziko na uzi ya iron hapo ndani. Sasa hapo ndani sasa inafanya inakuwa more reflected na tightening. Acha niambie watu wangu waachane na hizo nguo zenye ziko na iron. Yes. Imeshonwa na uzi wa iron. Yes. Wasivae nguo hizo kwa maana zitawadhuru na lightning. Yes. Basi tuambie challenge number 3. Challenge namba 3, unaweza pata mnaweza kuwa wote wagonjwa. Na mnapokuwa wote wagonjwa inawalazimu nyinyi wote mubaki hapo hivyo. Na mnaposhughulikia na matibabu mnaendelea kukua hapo hivyo, kwa sababu unapoenda matibabu unarudi, kwa sababu mkitoka hapo nyinyi wote hakuna option nyingine vile mwachiriwa atawakubali mtoke wote kama nyinyi wagonjwa. Sasa inawalazimu mnabaki hapo nyinyi wote hata kama bado mnaendelea na matibabu. Yes. Sasa hebu nikuulize swali la mwisho. Unaweza ambia nini? Unaweza advise aje vijana wadogo ambao wanatazama kama wanaonekana hapa hivi kuhusiana na hii kazi yako ambayo unaifanya? Vijana mimi naweza wa advise hivi, wasichukue kazi ya watchman kwa sababu hii ni kama kazi ya watu wenye hawakusoma. Hii ni kama kazi, yani kazi hakuna na mtu ana decide tu achukue hii kazi. Sasa unaona ya kwamba yani achukue tu kazi ya kujinufaisha na itumike yani kwa hii mahitaji ndogo ndogo, lakini si kazi mzuri. Kumbuka nilikuambia hii kazi ni it's like between life and death. Yani ni kama mtu ana advice ingine, ana uwezo mwingine ya kupata kazi, lakini amepata tu hiyo. Na kazi ni kazi, hauwezi chukua kazi, lakini uwezi chukua hii kazi tu kwa lazima ati uko na nini. At least utafute option zingine, zikikataa na ukichukua hii pia ni sawa, lakini siwezi wa advice wachukue hii kazi. Yes. Na huwa hii eneo watu huingia ama wanaruhusiwa kuingia kufanya services zao ama ni operation gani inaendelea huko? Watu huingia, lakini kuna place yenye watu hufika na kuna place ingine yenye watu specific huingia hufika huko. Sasa si ati kila mtu anafika tu kila mahali. Yes. Hiyo ni vizuri sana, hiyo ni vizuri kabisa. Yes. Basi asante sana kwa kushirikiana nami Mr. Church. Yes. Na kutupa maelezo. Naona watu wangu at least wamelearn. Wamepata ka experience kidogo. Yes. Ambayo inaweza wasaidia in future. Asante sana. Yes. Na uwe na wakati mwema. Asante. Pia wewe kuwa na wakati mwema. Asante sana. Asante. Basi asante, tuonane siku nyingine. Nawe pia. Naam. Basi huyo amekuwa mwenzetu ambaye ametupa maelezo kadha wa kadha kuhusiana na kazi ambayo anaifanya. Ama kweli Waswahili hawakosea waliposema ya kwamba atafutaye hachoki na akichoka kesha pata. Basi tuonane wakati mwingine. Mimi wako Mr. Church.